Tasnia ya muziki wa bongo kwa sasa ni mojawapo ya nyimbo zinazovuma zaidi barani Afrika kutokana na nyimbo kubwa kutoka kwa wasanii wa eneo hilo. Wimbo unapofanya vizuri, sifa hutolewa kwa mwanamuziki na kusahau watu wengi ambao wamehusika katika mchakato wa kufanya hiyo kazi kuwa bora, ambapo kuna watu nyuma yao ambao wamedeal na eneo hili na kufanya wimbo huo kuwa mzuri. Moja kati ya eneo ambalo huwa linasahaulika zaidi ni pamoja na watayarishaji wa muziki. Moja kati ya producer bora kwa sasa ambaye anafanya poa zaidi, anapiga beat za kutosha kwa wasanii mbalimbali na ngoma zake ambazo amekuwa akizitengeneza zinafanya vizuri kabisa, ambaye anatikisa kwa sasa na beat ambayo ametengeneza katika wimbo wa Nesa Nesa. Wimbo huu unamilikiwa na nyota Rayvanny Vivian Boy Chui kutoka Next Level Music, akiwa kamshirikisha nyota kutoka Afrika Mashariki Diamond Platnumz, na pia Halil Harrison mkali huyu kutoka South Africa akiwa ametia ladha katika ngoma hii ya Nesa Nesa ambayo S2 Keys listen to, ngoma ambayo kwa upande wake inafanya vizuri zaidi international. Na wimbo huu umemfanya S2 Keys kwenda mbali zaidi kama ameichachue tasnia ya utayarishaji wa muziki ya hapa Tanzania, baada ya kudai kuwa yeye kama S2 Keys kwamba ni producer mkali na producer ambaye ametengeneza global hit song kutokea nchini Tanzania tangu karne na hakuna producer mwingine ambaye ameweza kufanya hit song ambayo ikaenda kimataifa zaidi. S2 Keys ni kama amejipakulia minyama hivi. S2 Keys amechapisha andiko kupitia kurasa wake wa Instagram hii leo, na amesema kwamba, namnukuu, I don't give, sijawahi kuona kama mimi, hakuna producer aliyewahi kufanya global hits and international penetration song kama mimi, dead or alive, nobody in all generation, since muziki uanze East Africa. Sio Kenya, sio Uganda, sio Burundi, sio Rwanda, sio Tanzania. Akaweka emoji za dunia na kumaanisha kwamba yeye ni mtu wa global. Chini akaambatanisha akamaliza kwa kusema kwamba I am him, tumewapa ingine hiyo Nesa Nesa, big song to Rayvanny featuring Diamond Platnumz for always delivering blessing to my beats. Ndivyo ambavyo S2 Keys ameandika hivi. So kwa mtazamo wangu naona kwamba S2 Keys ameshindwa kuwapa heshima gods of all time, yani producer bora wa muda wote kutokea nchini Tanzania. Ni kwamba na Afrika Mashariki kwa ujumla, ukiangalia baadhi ya watayarishaji ambao wamewahi kutengeneza kazi na kuweza kufika kimataifa, ukiangalia mtayarishaji kama Ayoliza Classic kutokea record label ya WCB Wasafi, ambapo yeye mwaka 2018 alifanikiwa kuweza kutengeneza album ya Diamond Platnumz ambayo hii ilikuwa ni A Boy From Tandale. Lakini pia wimbo kama Hallelujah, moja kati ya ngoma ambazo zimefanikiwa kwenda global hits na kufanya vizuri zaidi. Baadhi ya ngoma pia kutoka kwa Ambwene Yezaya ambazo zimetayarishwa na watayarishaji kutoka nchini Tanzania, miongoni mwa ngoma za mwanzoni kabisa kuweza kupenya kimataifa zaidi. Watayarishaji kama Master J, P-Funk Majani na wengine wengi ni kama S2 Keys amewakosea heshima. Tuambie kwa upande wako wewe una kipi kwa hichi ambacho producer huyu S2 Keys amekifanya. Weka comment yako, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare.